Jue afya yako na afya njema. Afya njema. Majina yangu mimi ninaitwa Dr. Verusi Kataruga Mboneko. Ni daktari bingwa na mbobezi katika magonjwa ya ndani, na nimebobea zaidi katika magonjwa ya afya ya figo. Kwa Kiingereza naweza nikasema mimi ni consultant physician and nephrologist. Figo kama kiungo kimojawapo muhimu kama viungo vingine, kwa Kiingereza tunaita vital organs. Ni kiungo muhimu kama unavyoona ubongo, brain, moyo, ini, na katika mwili wa binadamu figo ziko mbili, na zipo katika upande wa nyuma ya mgongo ndani ya tumbo, kwa hiyo huwezi kuzishika. Sehemu ya chini kabisa ambapo zinatenganishwa na uti wa mgongo, kwa hiyo utakuta kuna figo ya kulia na kushoto, lakini katikati kuna uti wa mgongo. Figo umbo lake ni kama umbo la aragwe, kama unaona arage. Figo ni kiungo kimojawapo muhimu sana kama unavyoona ubongo, maini, moyo. Ina kazi nyingi sana, na hizo kazi zikiathirika, kwa sababu kama figo katika njia moja au nyingine imeingiliwa na hitilafu, inaweza ikahatarisha maisha ya binadamu. Ni kuchuja damu kwa maana ya kutengeneza mkojo na kuondoa taka mwili ndani ya miili yetu. Sasa hivi hakuna vyote tunavyokula, maji tunayokula, mwisho wa siku haya maji na chumvi lazima viwe viwiane, kilichoingia na kilichorudishwa ndani ya mwili kwa matumizi ya mwili, na kingine kilichobakia, kilichokuwa cha ziada, inabidi kitolewe kwa njia ya figo ambayo ina afya salama. Kwa hiyo two primary functions za figo ni hiyo, kuchuja damu kwa maana ya kutengeneza mkojo na kuondoa taka mwili. Lakini hatuishii hapo, kama nilivyokuambia, inaweka uwiano au kubalance ndani ya maji ndani miili yetu, ndani ya balance chumvi, uwiano wa kemikali mbalimbali ambazo zinakuwa zinatengenezwa kama madini ya chumvi tunaita sodium, madini ya potassium, madini ya phosphorus, madini ya magnesium, calcium na mengineyo. Hayo yote figo ikishatengeneza au ikishatengenezwa ndani ya mwili, inarudishwa katika mfumo wa damu, lakini vilivyozidi inabidi viondolewe kwa njia ya figo, kwa sababu vikizidi mwisho wa siku inaweza ikawa inakuwa sumu. Na vile vile kazi nyingine ya figo ambayo ni ya muhimu vile vile, inaweka uwiano wa shinikizo la damu. Tunasema kwamba hypertension balance. Inaweka uwiano wa shinikizo la damu kwa sababu ya vitu fulani ambavyo vinatengenezwa, hormones, kemikali ambazo tunaita aina ya hormones ambazo zinatengenezwa ndani ya figo, ambayo mwisho wa siku kwa njia moja au nyingine zinafanya kubalance hiyo pressure ndani ya miili yetu. Kuna hormone kama inaitwa renin, kuna hormone nyingine inaitwa angiotensin, kuna hormone nyingine ambayo inaitwa prostaglandin. Hayo yote, hizo hormones au kemikali zote zinahusika katika balance pressure ndani ya miili yetu. Vile vile kama nilivyokuambia, kazi ya figo ni kuweka uwiano wa maji na chumvi ndani ya miili yetu, ambavyo kwa njia moja au nyingine maji na chumvi vina control pressure ndani ya miili yetu. Watu wazima kuna magonjwa ambayo naweza nikasema mawili makubwa.
ambayo kama hayajadhibitiwa sawa sawa ndio yanapelekea figo fail au kutofanya kazi kama inavyotakika au kutofanya kazi kabisa mpaka mgonjwa anaenda kutegemea, naweza nikasema kwamba artificial kidney, yani kwa maana anaenda kusafishwa kwamba aweze kuendelea na uhai wake. Kuna ugonjwa wa pressure, aita shinikizo la damu, hypertension, na ugonjwa wa sukari. Sukari aina zote mbili, type 1, type 2. Lakini hapo unakuta kuna watu ambao wana combination ya magonjwa hayo mawili, ana sukari na vile vile ana pressure. Huyo ndo anakuwa yuko katika hatari zaidi, kama hivyo vitu alivyonavyo hajavi control na anywe dawa zake kama inavyotakika, afati masharti, afati mawaidha ya wataalamu ambayo anakuwa anamwambia, mwisho wa siku kuishia katika hili janga ambalo na hiyo naizungumzia kwa wale ambao wana matatizo ya ugonjwa wa figo sugu, tunaita chronic kidney diseases. Lakini tusiishie hapo, kuna magonjwa mengine ambayo vile vile yanaweza yakapelekea figo za binadamu zikaleta usugu. Kuna infection, maambukizi. Haya maambukizi ni aina mbalimbali. Inaweza ikawa ni maambukizi ya aina ya bakteria, inaweza ikawa ni maambukizi ya aina ya virusi, inaweza ikawa ni maambukizi ya aina ya fungus na mengine. Ni kitu kipi kinafanyika mpaka inaletelezea hiyo infection kuharibu figo yako mpaka ikaenda kwenye usugu? Kuna ugonjwa wa pressure, aita shinikizo la damu, hypertension, na ugonjwa wa sukari. Sukari aina zote mbili, type 1, type 2. Lakini hapo unakuta kuna watu ambao wana combination ya magonjwa hayo mawili, ana sukari na vile vile ana pressure. Huyo ndo anakuwa yuko katika hatari zaidi, kama hivyo vitu alivyonavyo hajavi control na anywe dawa zake kama inavyotakika, afati masharti, afati mawaidha ya wataalamu ambayo anakuwa anamwambia, mwisho wa siku kuishia katika hili janga ambalo na hiyo naizungumzia kwa wale ambao wana matatizo ya ugonjwa wa figo sugu, tunaita chronic kidney diseases. Kuna magonjwa mengine ambayo yanaharibu miundombinu ya figo. Na figo mwisho wa siku, kama nilivyokuambia, kazi yake kubwa ni kuchuja damu kwa kutengeneza mkojo na kuondoa taka mwili na kurudisha vitu vingine muhimu vyote ndani ya mwili ambavyo vinaenda kutumika, kama protini, kama damu, white blood cells, platelets, vitu vingine vyote ambavyo vinahitajika. Na ndio maana figo ya binadamu ikianza kuleta hitilafu, utakuta lile chujio lile tunaita glomerulus haliwezi kuchuja vizuri. Kama halichuji vizuri hivyo vitu, indication ya kwanza, kitu cha kwanza utaviona kwenye mkojo. Sasa lile chujio ambalo linachuja kiasi ambacho kimekuwa kingi kukitoa ili kisiwe maji yasizidi na kemikali nyingine zisizidi zikawa sumu na kurudisha baadhi ya vitu vingine mwilini, ile chujio na lenyewe linaweza likaleta hitilafu, kwa maana tunaita ikawa inflamed. Sijui lugha nyingine ya Kiswahili kati inflammation inaitwaje, lakini tunaita nephritis, glomerulonephritis. Ile chujio linaitwa glomerulus. Lishakuwa na hitilafu, inashindwa sasa kuchuja kama inavyotakika kuchuja, kurudisha vitu vingine vyote muhimu na kuondoa vile vitu vingine ambavyo havihitajiki. Mwisho wa siku unakuta vitu vingine ambavyo havihitajiki vinarudi ndani ya mfumo wa damu, vingine ambavyo vinahitajika ndani ya mwili vinatoka. Na virusi vya ukimwi kwa njia moja au nyingine, vyenyewe vinaweza vikaenda vikaharibu ile miundombinu ya figo na kusababisha figo kufeli, au kwa njia nyingine
vikaharibu vile vile hiyo miundombinu ya figo ambayo tunaiona kabisa kwamba inakuwa imeleta hitilafu. Kuna haya magonjwa ya homa ya ini, nadhani nimeshayasikia, hepatitis B and hepatitis C. Same applied na yenyewe inaweza ikaleta hizo hitilafu. Nikirudi kwenye HIV yenyewe inaweza ikawa ni mshirika mmoja wapo. Lakini vile vile kwa mgonjwa mwingine ambaye ana HIV, virusi vya ukimwi na ukimwi, hatumii dawa vizuri, au anatumia dawa vizuri, lakini kuna dawa nyingine ambazo mwisho wa siku zinakataa, zinakuwa sumu na zinaharibu figo. Kwa hiyo mgonjwa wa HIV anaweza kawa na HIV yenyewe ikaharibu figo, au indirectly dawa anazozitumia zikaharibu figo. Lakini mbali na mengine, baadhi ya dawa ambazo nimezitaja, kwa mfano kama dawa hizo za ARV nimekutajia tenofovir, kuna dawa ambazo nyingine ambazo sio rafiki, tunaita nephrotoxic agents. Tayari huyu mtu alikuwa na kadalili kidogo ka figo, alafu enzeni anakuja kujiexpose tena katika zile dawa, hiyo figo inaweza ikaishia kupata hitilafu zaidi na kutofanya kazi moja kwa moja. Madawa ya kulevya, pombe zilizopitiliza, madawa mengine ya kienyeji ambayo hayana viwango vyovyote. Kitu kingine ni dawa nyingine hizi za maumivu ambazo hazina mpangilio maalum. Naweza nikasema dawa ya maumivu jamii ya diclofenac, Buscopan, tunaita over counter prescription. Ukiumwa kidogo unaenda pharmacy wanakupa tu, unasema naomba Frama, naomba diclofenac, wewe mwenyewe ndio unajitajia dozi. Kumbe hizo dawa sio rafiki, na mwisho wa siku zinaenda kuumiza figo yako kadri ya siku zinavyokuwa zinaenda. Dalili za figo toka kwenye maumbile figo ilivyo mpaka kazi zake. Sasa hizi figo imeshaleta hitilafu, zile kazi zote nilizokutajia zote zinafanya nini? Zinapungua, au kadri figo inavyoendelea kuumia zinaendelea kupungua zaidi. Nimekwambia kitu au vitu viwili ambavyo figo inafanya ni kuchuja damu, kwa maana ya kutengeneza mkojo na kuondoa taka mwili. Sasa hii figo yetu imefeli. Dalili ya kwanza tu, mgonjwa atakuja kwako anasema, bwana, mimi kiwango changu cha mkojo ambacho nilikuwa nakipata ndani ya masaa 24 kimepungua. Kwa kawaida, binadamu wa kawaida, mimi na wewe, ambaye anakunywa maji ya kutosha, inabidi unywe angalau lita 2.5, ukiweza nenda hata 3. Figo zimefeli, unakunywa maji kama inatakika, mkojo utatoka ambavyo unapaswa kutoka. Unaweza ukaenda unaona unapungua, mwisho wa siku mpaka unaenda kuishia kutopata mkojo kabisa. Kwa hiyo dalili ya kwanza ni kutopata mkojo vizuri. Dalili ya pili, upati mkojo vizuri, unakunywa maji vizuri kama yaliyotakika. Hayo maji yanaenda wapi? Most of the time hayo maji yatakuwa yanarudi ndani ya mwili. Mtu atakuja na kuambia, bwana, mimi uso unaanza kuvimba, miguu inaanza kufanya nini? Kuvimba. Tumbo linaanza kuvimba. Unaanza kusikia hali ambayo sintofahamu. Uzito wa mwili unafanya nini? Unaongezeka kwa ghafla, kwa sababu ya hayo maji na vitu vingine ambavyo vilikuwa inabidi vitolewe na figo ambayo inafanya kazi. Figo ambayo ina afya nzuri havitolewi kama inavyotaka. Namba 2, nimekwambia kazi ya figo mbali na kuchuja damu kwa kutengeneza mkojo na kuondoa namba 2 ni kuondoa taka mwili. Sasa hizo taka mwili hazitolewi na figo kama inavyotaka. Hizo taka mwili ziko nyingi. Kwambia hivi vyakula tunavyokula aina ya protini na nini, mwisho wa siku vinatengeneza kemikali ambazo zikizidi ndani ya mwili inakuwa ni sumu. Mtu atakuja na kuambia, bwana, nasikia kichefuchefu kila nikiamka. Ni kwamba ile taka mwili aina ya urea haijatolewa kama inavyotakika. Hamu ya kula sisikii, natapika, au pengine pale katika hatua ya mwisho kabisa mtu anaweza kaja kabisa unamuona kabisa anakuwa kama amechanganyikiwa. Yote ni hizo taka mwili aina ya urea ambazo zimeingia
zimeingia katika mfumo wa damu na zimeaccumulate kwa wingi, zinaweza kuleta hitilafu katika hayo maeneo. Nikitembea nachoka, usingizi sipati, pumzi nabana. Pumzi zinabana ni kwa sababu maji hayo ambayo ulikuwa unayanywa ukiwa mzima yanarudi. Yakisharudi yanatafuta sehemu za kuegama. Moja wapo ya kuegama ni mapafu. Mwisho wa siku hayo mapafu na yenyewe yanafanya nini? Bano. Figo ikishaferi inakuwa itengenezi damu kama inavyotakika. Kwa hiyo mwisho wa siku huyo mgonjwa wa figo unakuta hata kiwango chake cha damu hakitoshelezi. Sumu zimeendelea kuongezeka hizo, urea na nini, mgonjwa atakwambia anakuja na washwa, anajikuna, naita pruritus. Ngozi kavu, ana scratches kama zote. Chembe ya moyo inauma. Ni kwamba tayari ile sumu imeshaenda kuharibu hata zile structure zile za moyo. Urea ikizidi inaweza ikaenda sehemu yoyote. Pressure zinapanda, pressure itapanda. Kwa sababu maji ambayo ilikuwa inabidi atolewe na figo, chumvi ambayo ilikuwa inabidi itolewe na figo, zile hormones ambazo nimekutajia, renin, angiotensin 1, 2, prostaglandin, ambazo zilikuwa inabidi zitengenezwe na figo na ziende control pressure, zitengenezwe tena. Mwisho wa siku unakuta hiyo pressure ambayo ilikuwa inakuwa balanced kama kazi ya figo ambayo nimekuambia moja wapo. Wagonjwa wa figo unakuta alikuwa na pressure ambayo imempelekea figo kuathirika. Figo imekuja imeathirika, ambayo ilikuwa kazi ya nyingine yake ni control pressure. Pressure inazidi kupanda zaidi. Kwa hiyo most of the time kitu kikubwa ambacho utakikuta hao wagonjwa wa figo walio wengi, asilimia kubwa, pressure zao ziko juu. Magonjwa ya figo kwa watoto yanaweza yakagawanyika katika makundi, naweza nikasema kama matatu. Kuna wale watoto ambao wanazaliwa na maumbile lemavu katika mfumo mzima wa figo na viungo vyake, mpaka unakuja mkojo unatengenezwa, mpaka unakuja kwenye kibofu cha mkojo na unatoka katika kale kanjia tunaita urethra. Tunaita congenital anomalies. Congenital anomalies in children. Hao wanazaliwa kabisa na hayo matatizo. Aidha inaweza ikawa ni genetic, yani kwao ipo, au wengine haya magonjwa wanayapata wakiwa ndani ya matumbo ya mama zao kwa sababu ya mazingira ya nje. Naweza nikasema kama infection. Na ndio maana kuna hatua za mama mjamzito anaambiwa, bwana, kishakuwa mjamzito nenda uchanje chanjo hii, chanjo ya rubella, chanjo ya toxo. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanakuwa hawajafuata hizo taratibu, mwisho wa siku wanapata haya magonjwa ambayo yanaweza karibu sio figo tu, unakuta yameharibu na viungo vingine, lakini na figo ikiwepo. Kuna ambao hawazaliwi na figo kabisa, tunaita bilateral renal agenesis. Wengine anazaliwa na figo moja, na hiyo figo moja inakuja inakutana na majanga tena. Unafikiria nini? Mwisho wa siku yani kidogo mtoto anazaliwa anakuwa, lakini tayari ana matatizo ya figo. Katika hayo magonjwa ambayo nimeyataja hayo ya kuzaliwa ulemavu kwa maana ya genetics, mazingira ambayo unayoyaishi, hapo mbali na figo kuathirika, kuna njia nyingine hizo ambazo zinaweza na zenyewe zikafanya nini? Zikaathiri, kama mirija ya mkojo tunaita ureter, au kuja kwenye kibofu cha mkojo na ile njia ya mkojo ambayo inatokea. Au figo yenyewe kufuatana na historia ya kwao huko, mzazi wake, babu yake alizaliwa na figo zina hitilafu hiyo, na wengine ambao wanazaliwa na figo zina vifundo vingi tunaita cyst. Mwisho wa siku unakuta ile kazi ya figo na maumbile yake na nini yameingiliwa na vitu ambavyo havifanyi kazi, mwisho wa siku zile figo zinaishia kuleta hitilafu. Lakini kwa watoto vile kitu kingine kikubwa ambacho kinasababisha, kuna wengine ambao wanazaliwa na sukari, tunaita type 1. Kama na yenyewe haijawa controlled vizuri tangu mtoto azaliwe, mwisho wa siku sio kwamba inampa tatizo la figo hapo, hiyo it takes time. Kama anatumia dawa zake vizuri, insulin. Lakini kama atumii, hilo tatizo la figo linaweza likaja mapema sana katika maisha yake. Kuna infection ambazo zinaweza zikaharibu figo. Kuna aina ya bakteria ambayo inaweza ikaenda ikaharibu kile kikombe nilichowatajia mwanzoni ambacho tunaita glomerulus. Mwisho wa siku lile chujio unakuta
linashindwa kufanya kazi kama inavyotakika. Infection haina ya streptococcal, it's very common kwa watoto. Kwa kitaalamu tunaita post streptococcal glomerulonephritis. Hii nyingine inaweza ikaenda kwa muda mrefu. Kuna nyingine ambayo inaitwa rapid progressive glomerulonephritis. Mtoto anakuja, unamuona vimba uso, unacheki mkojo una damu, na ni mtoto mdogo, pressure yake iko juu. Matibabu ya figo yanategemeana na hatua ya huyu mgonjwa nayo. Watu ambao wana matatizo ya ugonjwa wa figo sugu, kuna hatua 5. Hatua ya kwanza, huyu mgonjwa ni kuangalia vile vitu ambavyo vimefanya nini, vimekuwa hatua ya kwanza, hatua ya pili na hatua ya 3A. Hawa tunasema wanaenda kwa conservative treatment. Na mfano kama hapa kliniki hapa Diakaro, so far tuna wagonjwa 20 ambao wako katika conservative treatment. Conservative treatment ina maana ipi? Ina maana ya kuangalia au kutibu vile vitu ambavyo vilileta athari na kupelekea huyo mtu akapata ugonjwa wa figo sugu, kama nilivyokuambia, blood pressure, sukari na mengineyo, lakini tutaji katika hayo mawili. Kama mgonjwa alikuwa na blood pressure ya juu na tayari imeshaleta damage kwenye figo, kubwa zaidi ni control blood pressure. Na hiyo blood pressure unaicontrol vipi? Kwa sababu kuna dawa nyingine ambazo za blood pressure ambazo inategemeana na hatua sasa, ambazo zinakuwa tena sio rafiki tena sasa, mbali na kusaidia control blood pressure zinaendelea kuumiza figo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kucontrol hayo magonjwa hatarishi, counseling ya vitu vingine ambavyo ni hatarishi, na follow up ya mgonjwa. Hiyo ninaweza nikasema ni hatua ya kwanza mpaka hatua ya 3. Sasa ukija kwenye hatua ya 4, sasa mgonjwa amekuja kwenye hatua ya 4, naita CKD stage 4. Huyu ni mgonjwa ambaye nakuja hoja utoki unazidi kupungua, natapika, chefu, confusion na nini. Damu imepungua sana. Kwa sababu kile kiini ambacho kinatengenezwa na figo figo ifanye kazi kabisa, kiko katika hali ya chini kabisa. Hapo ndo unaweza ukasema huyu hatuendi katika conservative approach katika hizi tiba za control pressure na nini. Huyu anahitaji msaada wa mashine kwa maana ya kusafisha figo zake, kwa maana ya kuondoa hizo taka mwili zilizojaa, kuondoa maji yaliyojaa na kumweka katika dawa nyingine, akiwa anasafisha figo za kuongeza damu, kwa maana ya ile thrombopoietin hormone ambayo imepungua. Na dawa ambapo anakuwa anakuja kila kusafisha damu, anachomwa kila session ya dialysis. Kwa hiyo huyu ni mgonjwa ambaye yuko katika hatua ya 4, umemwasesi, lakini vile vile unaweza ukasema let wait and see. Lakini akishafika hatua ya 5, hiyo kunakuwa hakuna option. Hatua ya 5, huyo moja kwa moja ni mgonjwa ambaye inabidi figo zake zisaidiwe na mashine kusafishwa. Tunaita hemodialysis. Definitive treatment ya uponyaji wa figo kwa mgonjwa ambaye amemtafuta dona, ndugu na nini, ambaye anafiti genetically na nini, ni kupandikiza figo. Kwa hiyo definitive treatment ya chronic kidney disease kwa mgonjwa tayari ambaye yuko stage ya mwisho ni kidney transplant. Na kliniki hii hapa Diakaro ya offering those services. Tunalinda vipi figo zetu? Ni kama kauli mbiu ya mwaka huu duniani ambayo hata Tanzania tumesherekea. Ilikuwa ni kwamba, je, figo zako ziko salama? Gundua mapema, linda afya ya figo zako. Kwa hiyo hapo ndio nakuja kuangalia ni watu wapi, au mimi na wewe, figo yako iko salama? Kuwa angalau hata na utaratibu tu. Umeona, hata kama wewe una vihatarishi ambavyo tumevitaja, kuwa na utaratibu tu angalau kwa mwaka au miezi 6, njoo tu cheki afya yako. Ushauri wangu wa mwisho, mimi ninavyoongea hapa, katika familia ni mjanga mmoja wapo, kwa sababu my dad, baba yangu alikufa kwa ugonjwa wa figo 20 years ago. Na ni mwezi huu, walifariki tarehe 9 mwezi wa 3. Kwa hiyo
Naweza nikasema hata hii kipindi Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema aliyoyaongea haya, na ndio maana nikadedicate maisha yangu baada ya kusoma udaktari na kupata degree ya pili ya udaktari bingwa wa magonjwa ndani, nikasema hapana, for sake of my father nitaenda kwa specialize yaka zaidi kwa dedication ya baba yangu marehemu. Hili tatizo kama nilivyokuambia ni janga na gharama yake ni kubwa. Ni kwamba linda afya ya figo yako kwa kuishi mazingira salama ya afya. Kwa kifupi, naweza nikasema kwamba afya ya figo yako ni muhimu sana.